Basi ni mara nyingine, ni jioni ambayo nataka nizungumze na wewe kwa maneno yafuatayo. Wewe ambayo unanitazama ukiwa YouTube, uko TikTok, Facebook, Instagram, au wewe ambaye uko kwenye kituo chako cha kazi, uko hotelini, uko saloni, uko barabarani, popote pale ulipo, lakini ukiwa unanitazama, kuna vitu nataka tujifunze jioni ya leo. Ni kwamba kwa kipindi hiki tunashuhudia watu wengi wakishindana na watumishi wa Mungu. Mtu anaweza akamtukana mtumishi wa Mungu kwa vyovyote vile anavyoona. Wakati mwingine wengine wanavuka mipaka mpaka mtu anaweza kumkamata mchungaji, anaweza kumweka polisi, anaweza kumpiga, anaweza kumvunja miguu, anaweza kumuua. Vyovyote vile ambavyo watu wanavyoweza kuona kwamba inaweza ikawa sahihi. Nitoe mfano mdogo kwamba mtu yeyote ambaye ametumwa sehemu yoyote kwa ajili ya kazi fulani, inapotokea akapata madhara au akaathiriwa, yule aliyemtuma lazima asimame kwa ajili ya kutetea ile kazi. Kwa uharibifu wa kazi ambao umetokea, kwa yule aliyehusika lazima alipe gharama. Kwa hivi ndivyo ilivyo hata katika kazi ya Mungu. Kwa mtu anapokuwa ni mtumishi wa Mungu, manake ametumwa na Mungu, amebeba kusudi la Mungu ndani, ni chombo cha Mungu, kimebeba kusudi la Mungu. Kwa unapokiharibu, unapokichezea, unatafuta laana ambayo hutaimaliza katika maisha yako. Mungu yeye anaishi mbinguni, lakini nguvu ya Mungu haizuiliwi na mwanadamu yeyote au kusudi lolote la kibinadamu. Akili yoyote ya kawaida ya mwanadamu haiwezi kuzimudu nguvu za kusudi la Mungu. Kwa mfano, kuna jambo dogo ambalo mtumishi wa Mungu anaweza kalitamka, labda ni kiongozi fulani mwenye nafasi fulani, umeinuka, umejaribu kuathiri labda maisha ya mchungaji, lakini akatoa tamko kwamba leo nakufuta kazi. Unaweza ukaishi wiki mbili, ukaishi mwezi ukaisha, lakini unaweza ukashangaa muda usiotegemea hauna kazi. Kwa hiyo kuna mamlaka ya Mungu ambayo ameiweka ndani ya hao watumishi. Wanaweza kutamka kitu na kikawa, wanaweza kulaani na laana ikatokea, wanaweza kulaani na laana ikatokea. Kwa hiyo unapoinuka kwa sababu ya shibe yako, kwa sababu ya nafasi ambayo uko nayo, cheo au mamlaka, ukaamua kukatili maisha ya mtumishi wa Mungu au kumwathiri kwa namna yoyote, Mungu hawezi kukuacha. Mungu hawezi kukuacha, lazima Mungu atakuadhibu. Nikisoma kwenye kitabu cha Zekaria sura ya 2 mstari wa 8, Biblia inasema, kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi, ili ni utafute utukufu, amenituma kwa mataifa wale walioteka ninyi, maana yeye augusaye ninyi aigusa mboni ya jicho lake. Kwa maana tazama, nitatikisa mkono wangu juu yao, nao watakuwa mateka ya hao waliowatumikia ninyi, nanyi mtajua ya kuwa Bwana wa majeshi amenituma. Kwa hiyo tunaona mtumishi wa Mungu Zekaria hapa, neno la Bwana linamjia kwa kinywa. Ilikuwa ni baada ya taifa la Mungu kwa limepitia mambo mengi magumu, mazito, ambayo sasa ilifika wakati mpaka watu wakaona hawana dira, hawana uelekeo. Lakini Mungu anajaribu kusema na yeye kwamba kwa kiwango kile ambacho kimefikia sasa, ni wakati wa Mungu kutafuta utukufu wake, na ili aweze kupata utukufu wake kwa wanadamu. Huu utukufu hautaonekana hata kama utaonekana kwa taifa, utaonekana kwa dunia, utaonekana kwa nafasi zozote zile. Unaona, huyu mtumishi wa Mungu anajaribu kuongea kwamba ili Mungu autafute utukufu wake kwa hawa watu, anasema
anasema aeleze mataifa kwamba wale wote ambao walikuwa wamejaribu kuwatesa watumishi wa Mungu, wamejaribu kuwanyanyasa watumishi wa Mungu, wamejaribu kuwafunga watumishi wa Mungu, wamejaribu kufunga huduma za watumishi wa Mungu. Anasema watu wa aina kama hii, ili utukufu wa Mungu uweze kuonekana, wajue kwamba kila mtu anayemgusa mtumishi wa Mungu anakuwa anamchokoza Mungu, anakuwa anapambana na Mungu mwenyewe, anapambana na bosi wa kazi, anapambana na aliye juu. Kwa hiyo kushindana na mtumishi wa Mungu ni sawasawa na kushindana na Mungu mwenyewe. Ndio maana nasema itakuwa ni sawasawa na mtu ambaye aliyenyosha kidole chake alafu amegusa kwenye mboni ya jicho la Mungu. Sio kwamba huyu mtu anampiga Mungu, hapana. Yaani anachukua kidole anachokonoa mboni ya jicho la Mungu. Maana yake kwa kuwa huyu mtu amemsumbua mtumishi wa Mungu, kwa hiyo maana yake kwa kuwa amemsumbua Mungu mwenyewe. Mungu anasema kitakachotokea upande wa pili, anasema tazama nitatikisa mkono wangu juu yao, nao watakuwa mateka ya hao waliowatumikia. Kwa hiyo laana ya watu hawa kuwa chini ya mamlaka ya maadui au mipango mikubwa ambayo imekusudiwa kuharibika, au kufa kwa miundombinu, kufa kwa mifumo fulani ya uongozi. Laana inapoingia sehemu inaweza kusababisha kitu, inaweza kupindua mambo ambayo hata kueleweka yaeleweki. Lakini mbali na vifo, kwa sababu tukishuhudia bado, ukisoma kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 16 mstari wa kwanza, hapa tunamuona mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anaitwa Musa. Lakini tunaona kwamba kwenye mstari huu tunawaona baadhi ya watu, akina Kora, tunaona akina Ishari, tunawaona wana wa Lawi, tunawaona wakiwa pamoja na Dathani na Abiram mwana wa Eliabu, tunamuona Oni mwana wa Perethi, tunawaona waliokuwa wana wa Reubeni, wana wa Israeli. Tunaona watu karibia 250. Ni kikundi cha watu wengi ambacho kilisimama kikao kinyume na Musa. Kwa hiyo ukiangalia Biblia inaendelea kuwataja walikuwa ni watu wenye sifa, kwa maana walikuwa na vyeo, waongeaji, wenye nguvu, watu ambao hata kiukweli wangetazama kwa macho ya kawaida ya kibinadamu walikuwa wanaogopeka sana. Hawa watu waliweza walishawishi kundi likainuka likawa kinyume na hao watumishi wa Mungu. Lakini tunaona mpaka Mungu alifika wakati akaona sasa hili kundi ni kama limemdharau Mungu. Kama aliwezi kutambua thamani ya watumishi wa Mungu, maana yake tayari wamemdharau Mungu. Sasa kilichopo, hasira ya Mungu ikawaka juu ya hao watu. Tumeshuhudia, mimi kwa uzoefu wangu na umri nionao na kwa muda ambao nimemtumikia Mungu, nimeshuhudia sana kiwango kikubwa cha laana za watumishi wa Mungu juu ya watu zinatenda kazi kuliko kitu chochote. Mungu haogopi mtu kwa nafasi alionayo. Akiamua kumwadhibu mtu anamwadhibu. Mimi leo ningekuwa ni mkuu wa wilaya, alafu nimebeba nyaraka za serikali, niko kwenye sehemu ya kazi, alafu mtu ananikuta kwenye mazingira ya kazi, ananizuia nisiongee kile nilichotumwa na Mheshimiwa Rais. Nafikiri akinikamata, akanipiga, akaninyang'anya vile vitabu, mamlaka iliyo juu yangu lazima itainuka kupambana na wahusika. Kwa hiyo sasa hata ndivyo ilivyo kwa Mungu. Kwa watumishi wa Mungu ni chombo ambacho kimetengwa na dunia kwa ajili ya kazi maalum. Kwa hiyo heshima yake haipatikani kwa wanadamu. Ndio maana mtumishi yote wa Mungu anapofungua huduma sehemu, kwanza wale watu hawaji kwa sababu wanampenda. Kuna vita, kuna maskendo ya ajabu yanatengenezwa, kuna mazingira ya vita isiyo ya kawaida yanatokea, kuna hali mbaya ngumu, mazingira ya kivita, kudharaulika, kufanya nini, mapito mazito. Lakini katika hayo yote, bosi wa kazi huwa anasimama kwa ajili ya kuitetea kazi yake. Ukisha sema neno mtumishi, manake ni mtu anayetumika.
anayetumika. Kwa hiyo anatumikia nini? Kumbe hii kazi sio ya kwetu tunayoifanya, ni kazi ya Mungu. Sasa kama kazi sio ya kwangu, ni ya Mungu, na huyu mtu ainuke aharibu maisha yangu mimi, ambayo mimi ni chombo cha Mungu, kwa hiyo maana yake anavuruga utaratibu wa Mungu ambao ameweka ndani yangu ili utimize kusudi. Kwa hiyo Mungu hatamwacha salama mtu wa aina hii. Kwa hiyo nipende kuwaasa viongozi wenzangu, watumishi wa Mungu, wakati mwingine hata kama umeitwa kama mimi, usifanye haraka kupambana na mtumishi mwenzako, kwa sababu kama ofisi mnayoifanya bosi wenu ni moja ila idara tofauti, hakuna haja ya kushindana. Ila nategemea kwamba tuone watu wakishauriana. Lakini bado mtu hata ukimshauri akikataa, achana naye, kwa sababu wewe hujamwajiri, aliyemwajiri ni Mungu. Kwa hiyo Mungu atasimama kama Mungu kwa ajili ya kuonyesha ni nani aliyemkubali asimame kwa ajili ya kazi yake. Kwa hiyo ningependa kushauri watumishi wa Mungu, viongozi, jamii ambayo inanisikiliza, inanitazama, hata walioko kwenye mataifa mbalimbali, hata walioko ndani ya nchi hii, hata wale ambao mnasikia mko kwenye mazingira, ni vizuri zaidi kutambua thamani ya watumishi wa Mungu katika kazi. Kwa maana kikubwa, ukipambana na mtumishi wa Mungu, unapambana na Mungu mwenyewe. Kuna laana ambayo unaweza ukaipata ambayo utaisahau maishani mwako. Kuna tatizo ambalo linaweza likatokea kwenye maisha yako ambalo utalisahau. Hasira ya Mungu, Mungu sio mwanadamu. Kwa maana kwamba tumeshuhudia kwenye ulimwengu huu, unaweza ukamkosea rafiki yako, maisha yakaendelea. Unaweza ukamtukana mzazi wako, maisha yakaendelea. Unaweza ukapambana maisha, lakini siku ukipambana na sehemu ya ufalme wa Mungu, maisha hayawezi kuendelea. Kwa sababu ukivuruga sehemu ya ufalme wa Mungu, umevuruga mfumo wa maisha yako wewe mwenyewe. Hata kufanya uendelee kuishi. Na hii inaweza kuwa sababu kubwa ya kusababisha uhai wako na katika mapema au usifike mbali. Kwa hiyo nipende kushauri wale mnaonitazama, unapomwona mtumishi wa Mungu, basi sio vizuri upambane naye. Sio vizuri upambane naye. Tumeshuhudia wakati mwingine mtumishi wa Mungu anaweza akaweka mafundisho fulani labda ya kuelimisha jamii, kama hajatoa mafundisho ya kupotosha umma au mafundisho ya kuwafanya watu, kama ni mafundisho ya kuwatoa watu katika habari ya dhambi. Kwa mfano, mtu amesimama amehubiri, anakemea dhambi, anakataa uzinzi, anakataa ufiraji, anakataa ushoga, anafundisha, anawaelekeza watu namna ya kuishinda dhambi katika ulimwengu huu uliochafuka, namna ya watu kutembea katika msingi wa Mungu, namna ya watu kutembea katika njia sahihi ya kumjua Mungu, kumwinua Mungu katika nyakati hizi ngumu ambazo injili imekuwa ni injili ya ukavu kabisa. Watu wameachana na Mungu, wamekimbia na dunia. Watu wameacha kuhubiri injili ambayo ingeleta wokovu, wameleta mafundisho ambayo hayaleti wokovu. Unaona, tunakumbuka kipindi cha nyuma, injili ambayo sisi tumeitiwa injili ya kuhubiri utakatifu, lakini bado huwezi ukaona mtu anahubiri utakatifu zaidi ya kuhubiri mafanikio. Sasa mafanikio yatupeleki mbinguni. Kinachotupeleka mbinguni ya kwanza ni tiketi ya utakatifu. Unaona kwamba bado hata waimbaji wengi wameachana na kazi ya wito ya uimbaji wao, wameingia kutembea katika mfumo wa kawaida wa dunia. Muimbaji anaweza kaimba wimbo wa kwanza, hata ukiusikia unasema ule wimbo unakuvuta, lakini kadri anavyoendelea, anavyosonga mbele, utakuta yule mtu amebadilika. Sio nyimbo zile sasa za watu kuingiza katika uwepo wa Mungu, sio zile nyimbo zilizobeba roho wa Mungu ndani, ambao mtu mpaka anaweza kasikia wimbo akasikia kabisa kuna sababu ya kubadilika na kuyageuza maisha yake kwa Mungu. Nyimbo kama hizo unakuta zinapotea. Mtu anafika wakati anabadilika na kuwa na nyimbo za burudani, nyimbo za starehe. Sasa mpaka watu akisimama mahali ni vichekesho tu, makomedi ya ajabu. Sio watu wasimame wamtukuze Mungu, bali watu wameweka mbele majina, wameweka mbele vyeo, wameweka mbele mamlaka zao za kawaida. Basi mimi nimeenda kushauri kwamba kwa kipindi kama hiki
tunatakiwa tuwapate watumishi ambao Mungu amemwaga hasira zao ndani ili wasimame kuiongoza na kuisimamisha kweli ya Mungu. Lakini pia wale ambao mko karibu na watumishi wa Mungu, hebu jitahidi, fanyeni kazi inayokuhusu, achana na mtumishi wa Mungu. Kuna vitu ambavyo unaweza kuvizalisha ambavyo havitakusaidia katika maisha yako. Kuna hali ambayo unaweza kukutana nayo ambayo hutaisahau katika maisha yako. Mungu ni Mungu mwenye haki. Mungu wa mbinguni akubariki. Nitafurahishwa na wewe ambaye utakayesikia habari hii, lakini ukajihisi ndani yako kuna namna ambavyo unaweza kuiheshimu kazi ya Mungu. Unaweza kuiheshimu kusudi la Mungu, ili kuhakikisha kusudi la Mungu linatimia pale ambapo Mungu amekusudia kazi ya Mungu itimie. Mimi sizungumzii habari za watu wanaoharibu kazi ya Mungu. Sizungumzia habari za uharibifu katika kazi ya Mungu. Katika somo hili ni kweli uharibifu kwa kiwango kikubwa. Tunashuhudia wimbi kubwa la watumishi wa Mungu kubadilika. Tunashuhudia wingu kubwa la watumishi wa Mungu kuachana na kweli ya Kristo na kuingia kwenye vituko ambavyo ni vya maajabu ajabu. Tunashuhudia watumishi wengi, viongozi wa makanisa wanabadilika. Lakini mimi naongelea habari za mtu kusimamia wito na kusimama katika kusudi la Mungu. Kwa hiyo mimi ningetegemea shuhudie kwamba acheni watumishi wa Mungu waifanye kazi ya Mungu, watieni moyo kaifanye kazi, kwa sababu Mungu alipofika wakati kwenye kitabu kile cha Zekaria 2:8 alipofika wakati akaona watumishi wa Mungu ni kama wanasongwa, watumishi wa Mungu wanadharaulika, watumishi wa Mungu wanashambuliwa. Mtu anaweza kwenda kuhubiri injili akapigwa, mtu anaweza akatoa ushuhuda akapigwa, mtu anaweza kaenda kumshuhudia Mungu akakanwa, akafanya nini, watumishi wa Mungu kuuawa, kuonewa, kuyanyaswa, kutukanwa. Sasa vitu hivyo Mungu akasema hapana, yali kama hii haitawezekana. Ili mimi Mungu niweze kutafuta utukufu wangu, akasema nabii Zekaria, Mungu amenituma kwenu ya kwamba wale mataifa ambao umehusika kuwateka watumishi wa Mungu, kila yeyote atakayegusa ambao ni jicho la mtumishi wa Mungu atakuwa anamgusa. Atakayemgusa mtumishi wa Mungu amemgusa Mungu mwenyewe. Mungu hatafurahi kuona watumishi wake wanaguswa. Mungu hatafurahi kuona watumishi wake wananyanyasika. Mungu hatakubali kuona kazi yake inaharibika kwa sababu ya mpango wa wanadamu. Mungu hatakubali kuona kusudi la Mungu linakufa kwa sababu ya akili ya mtu au kikundi cha watu. Hapana. Ataamua kutafuta njia nyingine ambayo atahakikisha mpaka watu wake wanasalimika. Kwa hiyo ni vizuri zaidi. Lakini sasa njia ya kuhakikisha watu wake wanasalimika inaweza kuwa mbaya zaidi. Hata ukisoma kwenye kitabu cha Danieli utaona zamani sana tunaona vijana wale watatu, Shadraka, Meshaki na Abednego, mpaka wamefika wakati mambo yamekuwa magumu. Wale watu walioshiriki kuwanyanyua na kuwatupa kwenye tanuru la moto, hao ndio walioungua. Kwa hiyo kushindana na Mungu hakuharibu kazi ya Mungu. Hapana, kusudi la Mungu lazima itatimia, lakini halitamwacha mtu aliyepambana na Mungu abaki salama. Hicho ni kitu ambacho naomba tukielewe, tukijue, na Mungu wa mbinguni awabariki. Nitaomba kwa ajili yako jioni ya leo, na Mungu akusaidie katika jina la Yesu.